Katika historia ya bara la Afrika, kuna wanawake wengi ambao walipigania uhuru wa watu wao kwa ujasiri mkubwa. Lakini miongoni mwao kuna jina moja likitajwa linatosha kuyafanya majeshi yote ya kigeni yanayoogopwa zaidi duniani kusimama na kunyanyua mikono juu, kutafakari mara mbili kabla ya kujibu. Huyu ni Queen Nzinga Mbande wa Angola. Queen Nzinga alizaliwa mwaka 1583 katika ufalme mdogo wa Ngondo na Matamba wakati huo, lakini kwa sasa ni Angola. Tangu akiwa msichana mdogo alionyesha akili kubwa ya siasa, diplomasia na uongozi ambao haukuwa wa kawaida. Alikuwa na uwezo wa kupambana kwa silaha, vile kuongoza meza ya mazungumzo kwa ustadi mkubwa. Karne ya 17 ilikuwa ni kipindi ambacho dola ya Ureno ilijaribu kutoa maeneo ya Angola kwa nguvu, lakini Nzinga hakuwa tu kiongozi wa kawaida. Alikuwa na mkakati wa kivita, mchezeshaji wa karatasi za kisiasa, lakini pia alikuwa malkia ambaye aliamini uhuru wa watu wake hauuzwi. Alipofika kwenye mazungumzo ya kwanza ya amani na Ureno, aligongewa kiti. Nzinga hakutetereka. Alimwambia mmoja wa watumishi wake kwamba apige magoti, akatumia mgongo wake kukalia kama kiti. Wareno walipoona vile, walielewa moja kwa moja kuwa huyu hakuwa mtu wa kubezwa. Kwa miaka zaidi ya 9 mfululizo, Nzinga alipambana na Wareno kwa vita ya msituni, mikakati ya kupunguza uwezo wa maadui na mikutano ya kimataifa ili kupata washirika. Kila aliposikia jina lake likitajwa, makamanda wa kigeni walijua wanakutana na mtu ambaye hachoki kupigania uhuru wa nchi yake, hawezi kutishwa, na huku akitumia mbinu za kijeshi zilizowalazimisha Wareno kupunguza kasi. Ripoti kutoka kwa majasusi na wabobezi zilisema wazi kuwa Nzinga ni hatari, jasiri na mjanja kiasi kisichoelezeka. Dunia ya wakati huo, mwanamke aliyefanya majeshi ya Ulaya kusimama kwa tahadhari, alikuwa mtu adimu sana kiasi cha kutisha. Diplomasia na uongozi wa kipekee. Licha ya kuwa shujaa wa kivita, alikuwa pia mwanadiplomasia mashuhuri aliyepata washirika kutoka mataifa ya Afrika ya Kati. Mwanaharakati wa uchumi aliyebadilisha miundombinu, biashara ya eneo lake. Mlinzi wa utamaduni aliyezuia kuporomoka kwa ufalme wake. Baada ya miaka kadhaa, Ureno ilijikuta haina budi kuweka silaha chini na kufanya makubaliano ya amani ambayo yaliheshimu mamlaka yake. Urithi wake upo dunia nzima. Leo Queen Nzinga anatambuliwa kama mmoja wa wanawake hodari zaidi barani Afrika na hata dunia kwa ujumla. Kiongozi ambaye aligonga meza ya wakoloni bila hofu yoyote. Mwanamke ambaye jina lake likisikika mataifa makubwa yanaweka tahadhari juu. Kumbukumbu yake inaishi kama ishara ya uthubutu, uongozi na jinsi wanawake wanavyoweza kutikisa dunia nzima. Wakati wake, mambo ya siri ambayo aliweza kuyafanya yakamfanya azidi kuwa mashuhuri dunia nzima. Cha kwanza, aliunda mtandao wa ujasusi. Nzinga alikuwa mtu aliyetafuta watu wa kupenya ndani ya majeshi ya Wareno na hata ndani ya falme nyingine za Kiafrika. Aliwatumia kukusanya taarifa, mipango ya mashambulizi, hali ya silaha, ushirikiano wa kibiashara na viongozi walioweza kutaka kumsaliti. Hii ilimfanya ajue mipango ya maadui kabla ya kutekelezwa kwa mambo hayo. Alijifunza mbinu za kivita kutoka kwa mataifa ya Ulaya kwa siri. Wakati wafanyabiashara na wamishionari wa Ulaya walivyokuja nchini kwake, alitumia jukwaa hilo kama nyenzo ya kupata maarifa zaidi, jinsi walivyokuwa wanapanga majeshi, matumizi ya bunduki na baruti, mafunzo ya wanajeshi wao. Lakini pia kitu kingine kilichomfanya julikane zaidi, alihamisha ufalme wake kwa siri kwenda mlimani. Alipohisi hatari ya shinikizo kutoka kwa Wareno, alihamisha ufalme wake huko mlimani, hakujulikana na maadui wake. Uamuzi huo wa siri uliokoa watu wake na kuzuia ufalme wake kuanguka. Zaidi ya kupigana kivyake, Nzinga aliwaleta pamoja viongozi tofauti wa makabila ya waasi waliochukia ukoloni. Wareno waliona mtu huyu si mtu wa kawaida. Mtu huyu alikuwa hana plan A tu wala plan B au plan C,
bali huyu mtu alikuwa mtu mashuhuri zaidi, aliyekuwa anatumia plan zote hadi plan zaidi. Huyu kwa kauli moja ya sasa watu hupenda kusema kwamba vyovyote utakavyokuja basi njoo, mimi nimejipanga. Huyu ni msichana hatari sana. Huyu ni mwanamke hodari zaidi duniani. Mimi naitwa Captain Fanuel, Mungu wa mbinguni awabariki. Bila wasiwasi mimi naondoka kwa sasa. Selena Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.